bana ilikuwa noma. Hiyo roster Bongo Records ilikuwa noma. Yani hata Def Jam sidhani kama wanayo sasa hivi. Hawana. Hata Def Jam ilikuwa labda kipindi chao cha Golden Era kile DMX na sijui nani wote wale. At least kila mtu alikuwa Bongo Records pale. Na wote ngoma walikuwa wanatengeneza mwenyewe. Mimi mwenyewe, lakini zingine vocals zingine au kwa kuanzisha kulikuwa na watu. I also used to use mostly for nyimbo za kuimba. Okay. Zile ambao watu wanakuja kufanya booking sasa. Bizmani au nani anapiga saa zingine uzitaki unamche like so now I can imagine kiasi ambacho ilikuwa sio rahisi mtu kuingia na kupata nafasi ya kuonana na wewe kufanya muziki. I think Sky, kusema ukweli, kipindi kile ilikuwa rahisi zaidi kuliko sasa hivi. Now I'm very strict. Na nimejifunza kitu kimoja. Kama sasa hivi kwanza nimetoka na vikundi vyangu vile vitatu vipya. Cha kwanza ndio nimekitambulisha Bongolos eti Bongolo. Bongolos wamekuwa Kongo. Bongolos inabidi utamke Kinyamwezi. So I really want to put my energy and focus katika project chache. Okay. Nimegundua kwamba kipindi kile nilikuwa nafanya kazi nyingi. Hauwezi kucontrol kitu. Unakiachia mtu mwingine anaenda kufanya opportunity. Umeelewa? Because you have to control what you do, control your content, how you want it to be perceived, how you're going to market it. Umeelewa? And again, kwa kipindi kile unajua sisi tuko wajinga kwa sababu tunashindanisha kazi zetu zenyewe kwa zenyewe. Kazi nyingi ziko kutoka Bongo Records. Nimemtoa Jmo na nimemtoa Ngwea. Wanashindana. Kutoka label moja. So kilichokuwa kinatokea, lakini kipindi kile top 10, top 20 unakuta Bongo Records. Lakini bado wanaumizana, wanashindana wenyewe kwa wenyewe, umeshanielewa? Okay. Lakini ingekuwa kama tunapeana nafasi, hata makampuni yangebrand zaidi kila msanii mmoja, lakini kipindi kile bado walikuwa hawawekezi kiasi hicho makampuni. Ingalau walikuwa wameshaanza kuielewa. Yes sir. Kuna kitu ambacho kilikuwa kimejengeka kuhusiana na character ya P. Alikuwa anatafsiriwa kama mtu mbabe sana. Ndio. Why ilikuwa hivyo? Well, kusema kitu cha kweli, mimi sio mbabe, lakini sometimes I had to portray it because kutokana na familia jinsi nilivyokuzwa, walikuwa wananichukulia poa. So ukijimix na watoto wa Uswahilini, saa zingine wanataka kupimaga ile. Umeshanielewa? Au mtu unaona kama unaniambia, sasa mtu anakuja getini, hana akili timamu, kisha toka zake huko sijui amekunywa magongo yake au kipindi hicho sijui chibuku ananijibu kama hivyo. Wewe mtoto akishua tu sasa wewe una kazi zako ndani, unajaribu kufanya kazi ziende redioni, labda umeshatoa ahadi kwamba kitu kinatoka Jumamosi, unakaa unabishana na mtu ambao tunaweza kuita primitive, hataki kukuelewa. Yeye kazi yake anakutupia, unaringa tu, wasuni wako sisi umeshanielewa. Sasa zingine mimi niko kijana pia, so ukiwa kijana tunaita testosterone iko juu, unajua sometimes unakuta tunakunjana mashati au unampiga mtu. The guys were just crazy. The people, unajua ule muziki nilikuwa na deal na watu wa ajabu. Lakini sio kwamba mimi I was very offensive. No. Ukinizingua lazima nikuzingue. Hata sasa hivi I try and stay away from trouble, whatever. I see and hata temper yangu sasa hivi kidogo imeshuka. So naangalia, is this guy even worth wasting my time or going on the media for this rubbish? Najaribu kucalm down. Kama juzi kati hapa kuna mmoja alikuwa anazingua. Tulikuwa tumekaa sehemu fulani Kinondoni inaitwa Four Ways. So tunakunywa baada ya shughuli hizi za media tour na nini. Wengine hawanywi. Kuna mpuzi fulani mmoja akaanza kumtukana Hamo Rapper pale. Out of nowhere. Nani roho ya korosho. Kwa naye Hamo Rapper. Hamo Rapper. And this guy is, man, but I didn't do nothing. Nani bosi wa Hamo Rapper, Irene Sabuka, alikasirika sana, akaanza kumtukana nini. So this guy, I look at him, namcheki, jamana anaendelea, lakini naye akanywea, akaanza kutukana maneno mengi, lakini zamani mbona ingekuwa kitu kingine.
ingekuwa kitu kingine, because nyinyi mko kuna starehe zenu, sisi tumewakosea nini? Why do you have to abuse us or insult us for no reason, and then you still pushing us? Unajua, so but I looked at it like some bunch of idiots. Okay. Siku hizi sipotezi heshima kwanza, na heshimu sana familia, na heshimu binadamu wenzangu, though sometimes binadamu wengi ni ngumu kudeal nao. Kweli. Sio waelevu kabisa. Sawa. But most of the times wewe ndio ulikuwa unawadunda. It's like because unapitia kidogo martial arts nini? But martial arts, lakini unakuja kusahau mimi nilikuwa mtu wa mazoezi sana tangu mdogo. Nakumbuka nakwambia kikapo, baadaye nikawa na dokoa nondo kidogo. We did a little bit kung fu and stuff like that. But I was just a bad boy, man. Okay. Unajua ugomvi sio ubabe wa nini huku. So kifiatuka fuse, I used to go back wild, man. Okay. Yeah. Chill na Sky, SK to Ride, wizi kuna majani hapa. Kuna wakati kama uliacha kabisa. Nakumbuka, sikumbuke exactly ni mwaka gani, but kuna muda ulikaga kimya kabisa, watu wakawa wanahisi Majani, what's wrong with Majani? Mbona hafanyi kabisa, amekuwa kimya hivi? Nini ambacho you go through that time? Well, I think there's multiple things nilipitia. One thing, mwanamke nilikuwa nimezaa naye, nilikaa naye muda mrefu, tukazinguana. That was one thing that was emotional. But also I had started kuwa mjanja kiakili. Unajua unapopata nafasi, now let me say this very easy. Life from 2000 to 2006 was moving too fast. You have no time to really sit down and think, because you're so busy in the music industry. It's clouded your judgment. It's clouded your thought of, other things. I started seeing, wait a minute. From 2007, nikaanza kuona mimi ni mtu mkubwa mno, lakini siishi navyotakiwa niishi. I do all the work. I'm the one that connects all the dots. But why do I still live like this to this music that I do? And I see others making millions of shillings, or even dollars probably, big money, $300,000-$400,000, $500,000, watu wanapiga michongo hiyo. Lakini yote asilimia kubwa kwa kazi ambazo nilikuwa unafanya wewe. Baadaye sasa hapa tunapoelekea kuna tatizo hapa. Pia I said, hey, this thing, move aside from it for a while. Okay. And then the industry started growing, na ikabidi watu wengine waanze sasa kuinuliwa na nini, kuweza kuziba pengo lile kubwa ambalo lilipatikana. Umeshanielewa? So that's what happened. Okay. And in one way or another, good or bad, bongo flavor strayed into some different combinations of sound, and I think the era of kufundisha, kuwa karibu na wananchi, kuwapa ujumbe wananchi, ukaanza kupotea kidogo. Tukaanza kuendekeza mapenzi muda wote zaidi, nyimbo za kujirusha tu. Kumbuka ukiangalia ile roster nilikuwa nakutajia, kina Fande, kina hawa Professor J, kina Daz Nundas, tena tusahau kwa taja. These people were people, hata Juma Nature na cartoon zake, lakini he was for the people. That started going away, and then we started going into another era now of commercial music that you digest sasa hivi, it goes, that's what happened. Okay. This song goes out to the mother of my second child, Kajala. Ndio. I'm sorry. Ndio. Ni wimbo ambao naweza kusema one of my favorite songs. Wimbo wenye hisia, uli rap kwa hisia. Feeling gani ulikuwa nao kufanya ngoma hii? What happened? Ile ngoma hata sio tokeo lile. It was actually tulizunguana kitu fulani kingine. Cha kawaida tu. Sio cha kawaida hivyo. Okay. I think I slept with a friend au nilifanya kitu gani. Some stupid shit. Wewe ndo mimi nilizingua. Siku zote mimi nazingua. So kusema ukweli, mwanzo nilikuwa namzingua kidogo. I kind of abused the lady. But it's that age though. Unajua sisi ni ngumu sana kusettle sehemu moja kwa at that age you're just sure.
So that was that song. Tulizungwana kwa muda, then I had done that song. You know, music, watu hawaelewi. Music ni hisia. Usiingie studio ukasema mimi nataka kutoa hiti nitengeneze hela. Muziki wa kweli unatengenezwa na hisia. Sure. So a lot of people don't understand that. So that was just me being me. Lakini wengine wanahisi ile ya Madi ilikuwa pia na mwimbia yeye au nani, lakini ile ni kwa nani tu. That was just ilikuwa feeling tu. Madi naye anatumia kwa kiki for marketing. Meona kuna Instagram. Kwa sababu aliongea na Lil Omi nadhani alisema kwamba ile ilikuwa ni kwa Kajala. No. It has nothing to do with Kajala, that one. No, it was just feeling. Okay. The other one, that one. Ile ulimtaja kabisa ile. Yeah, of course. That's what it is. Feeling is feeling. Ilisaidia kumrudisha ile ngoma. Yeah, but I didn't. Right now, when I look back, I say, what the hell did I do? And the funny thing is, I don't even think about the lady no more. Whatever. I don't know. Love is strange sometimes. Yeah, sure. Yeah, man. Yeah. Sasa hivi wewe ni mtu wa familia. Una mtoto mmoja mkubwa wa kike ambaye unampost mara kadhaa. Unamfahamu. Anaishi wapi? Ni nani? Sasa hivi anaitwa Patricia, yeah. Anatarajia kusoma very soon, anaanza chuo kikuu Uingereza. Yes. Yuko wapi? Sasa hivi yuko kwa mamake Mombasa, lakini she's usually Mombasa and England as well. Yeah. Mamake ni mtu wapi? Mamake ni mtu wa Moshi. Okay. Yes. Okay. Mpare. Okay. Yes. So Patricia, Paula, yeah. Then kuna wengine wadogo. No. Kuna wengine anaitwa Peter. Peter's a boy, he's 13 now. Okay. Yes. Yeah. Amepishana mwaka mmoja tu na Paula. Okay. Ndio. Okay. Yeah. Wengine ndo wadogo hao ambao uko nao sasa hivi. Mmoja 5, mmoja 2. So 5. 5, yeah. 5 of them. 5 that wanaojulikana. And man, I have twins somewhere ambao sasa hivi. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Wamekubadilishaje watoto? Yani the way unavyofikiria, unavyobehave, watoto wana impact yote katika maisha yako kwa maana ya maisha, lifestyle. Yeah, especially sasa unajua kitu nilichotaka kusema kipindi kile. Unakumbuka nimekwambia I was clouded, ni mziki. Yeah, kweli. Sijaweza kufaidi kukaa na watoto wangu wale wakubwa wale. Yeah, sure. Life was just moving too fast. So I never felt the feeling of being a true father, spending time with the kids. Though imeanza kurudi hiyo tena. Sasa hivi issue ya kina bongolos na nini. Naona watoto wangu si wapi tena time ile. So ni harakati tu za hapo na pale. Okay. But I promise them I'll be back to schedule again. Yeah. So with them now, at least I really spend time and I've bonded with them. Okay. So kwa Kiswahili unasemaje kubond? Ni kama unajua Kiswahili kina limited maneno mengine hayana tafsiri ya moja kwa moja kwenye Kiingereza, but ni kama umekuwa nao karibu kidogo, kufahamiana zaidi, kuzoea. Kabisa. And I love that feeling na namshukuru Mwenyezi Mungu kila siku kwa kunibariki na hawa watoto wangu wote. I just love to see them the way they're growing up so fast. Wanavyoanza kujanjaruka, maswali wanaoniuliza. Wanapendaga sana kucheza michezo na mimi, mpira au michezo yao wanajifunza shule. Yule wa miaka 5, mmoja mwingine muhuni sana, anapenda sana muziki kucheza. Sasa angalia, nimeseti mastering machines kwa ajili ya mastering ya nyimbo fulani ambao niliacha tangu jana. Anakuja pale. So inabidi nianze moja tena. Sure. But unapenda kwa sababu ndo fatherhood ilivyo. Fatherhood, and you enjoy it, but sometimes utakalipia, but not really from the heart. You have to show some nani kidogo. Okay. But it's beautiful, man. Sasa kuna mabadiliko sana. Tuje sasa hivi 2016 2017.
hata watu wengine huwa wanawaambia, wanasikia wanaongea, wanasema majani wa sasa hivi sio majani wa zamani, majani sasa hivi ni mpole. Why mabadiliko haya? I think it's my wife as well, man. Oh. She played maybe a good part in also changing me, and I've become more religious. Mweka Mungu mbele. Okay. Vitu vyote najaribu kufanya hivyo sasa. Man. Okay. And age. You know, you grow up, you start to realize ukiwa negative all the time, you actually unajiumiza, you're taking away your energy, your happiness of life. You can't be kila kitu na hasira. So you try and enjoy life, circumstances ambazo umepewa hizo. Well, kama ulidhulumiwa, ulifanya nini, you throw it out the back and unasonga mbele. But I still get angry, my friend. I still get angry, but you know, I'm just humble and but I get angry. So, man. Vitu gani vinavyokuudhi sana? Mimi na discipline fulani ambao kidogo ni ajabu. So cha kwanza ni usafi. Sipendagi kuona watoto wangu saa zingine wanafanya vitu ambavyo sivyo, ambapo unakuta bibi au mama mzazi saa zingine anaviachia and then something bad happens. Those kind of things really piss me off. Kama you know, no. Cha kwanza, labda mtoto wa miaka 2 hauwezi kumwachia kisu mezani, tulibisu fulani, anaweza kashika akamchoma mwenzie. Sure. Those are the kind of things I'm like, what the, unajua vitu labda mtu mwingine anaona vya kawaida, lakini sio vya kawaida. Au moto wa mkaa umewashwa nje, watoto wanacheza kidogo, kile kinapendaga kinakwaa sana, unaweza kadondokea moto pale kwa balaa. And also people who don't understand that I have a life as well. Watu wengi naokutana nao katika sekta ya muziki, especially wanaotaka msaada, wako very selfish. Yes, hataki kuelewa kwamba wewe ni binadamu. Wewe sio Mwenyezi Mungu ambao unaweza kusaidia kila mtu duniani, na wewe mwenyewe unajaribu kujisaidia wewe kama wewe, ili uweze ku take care of your family na mipango yako kwanza iende. Bila mipango yangu kusonga mbele, nitawezaje kusaidia wengine? Sijui unaelewa. Sasa mtu ni mbishi, anaiweka kama ni lazima, ni jukumu langu kumsikiliza, kumsaidia, kufanya nini. Unampa mtu maelekezo, unamsikiliza, unampa muda wake, lakini bado hakuelewi. Unapofanya media tour kama sasa hivi, naangaika. Mtu namwambia, brother, we are so busy right now, naomba kipindi cha nani kikifika, labda Ramadhani, when things slow down, tuonane. Mtu hawezi kuelewa. Huyo ni selfish, na naweza kusema samani, pardon, selfish bastard. Hey, I mean serious guy. Watu binadamu wanajali ya kwao tu. Kweli. And I think the world can be a better place if we start, you understand, thinking of others, their situations, studying kwamba hey, Sky sasa hivi labda nilikuwa nakuhitaji kuna kitu fulani, lakini wewe una issue zako. Nielewe, sio niseme Sky kanibania. Sky. That's the mentality. That's the pause. The thoughts people think. Always the negative. They don't know about kwamba watu wana responsibilities za maisha. Okay. Yes sir. Sawa. Ndio.